Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu alionitendea ni makubwa sana. Nitaanzia kwenye historia yangu fupi ya nyuma. Nakumbuka 2019 nimeokoka. Nilianzia kwa Pastor Jane. 2020 kana nimekuja hapa. Lakini nilikuwa na shida sana, kwa nasumbua sana na mapepo. Kikubwa ni kwamba kwenye familia yetu tulikuwa tuna roho ambayo inatufuatilia kwamba hakuna kuolewa. Kwa hiyo niliendelea sana kuwa nahudhuria sana maombi mahali hapa. Mungu akanisaidia 2021 nikaa nimeolewa. Lakini sasa cha ajabu nimeolewa siku ya 3 nikaa nimeshikwa mapepo yanadai kwamba yahitaji nifanyije niolewe. Na yule mume niliyekuwa nimeolewa naye alikuwa yanisema kwamba mimi ndio niliyemshawishi afanyeje aokoke. Kwa hiyo ni kwamba alikuwa mchanga kiroho. Kwa hiyo ni wepesi sana kufanyeje wa kuniacha. Ilikuwa ni hali ngumu sana. Lakini namshukuru Mungu alimpa uvumilivu mpaka akanivumilia sasa hivi na miaka 4 kwenye ndoa yangu. Jambo la kumshukuru Mungu. Mungu alinisaidia nikapata mtoto. Utaachaje kupiga makofi kwa mwanaume anayevumilia mke wake kwa matatizo? Kwa sababu ilikuwa sio hali ya kawaida mpaka mama kikweli. Anadai kwamba katika wakwe. Huyu kikweli waga anapenda sana. Kwa sababu ni hali ya tofauti sana kuona kwamba siku ya 3 umeshuka mapepo mtu ambaye ameokoka na siku. Ndio nakumbuka alikuwa nje kanisani. Lakini sasa anakuvumilia. Anaomba hivyo. Nakumbuka kipindi alikuwa anaomba ajui kuomba lakini alikuwa anajikakamua anaomba. Kwa sababu lile pepo lenyewe linazunguza kiganja. Ni shangazi yangu ambaye anafanya hivyo. Haleluya. Mungu alisaidia nikapata mtoto wa kwanza. Lakini sasa baada ya kuolewa yeye alipoona kwamba nimeolewa Mungu amesaidia kwa yake akadai kwamba hakuna kuzaa. Lakini Mungu akanisaidia nikapata mtoto wa kwanza. Sasa hivi ana miaka 4 kasoro. Mungu akanisaidia nikaendelea hivyo tunapambana. Sasa mwaka huu Mungu amenisaidia nilivyobeba mimba ya pili. Ilikuwa nimepitia mateso mengi sana. Lakini Mungu amenishindia kutokana kwamba alivyonishindia toka pale mwanzo kuja kumpata mtoto wa kwanza. Nimepitia mateso mengi kipindi na mimba. Mungu amenisaidia siku ya Jumapili kwa tarehe 19 saa 6 mchana Mungu alinisaidia nikaanza kujifungua mtoto wa pili ambaye anaitwa Happiness. Jamani, makofi unayaweka wapi? Namshukuru Mungu kikweli alinisaidia. Lakini sasa baada ya kujifungua yule adui hakuweza kuishia pale. Wiki ya kwanza nilikuwa nakaa. Kabla ya kujifungua ulipoteza muda gani pasipo kujifungua? Ulipewa matumaini gani? Mpaka ni nini kilitokea mpaka hatua ya kujifungua? Kikweli kipindi bado nina mimba niliteseka sana mpaka nikaona kama vile nimepitiliza nimefunga mwaka. Kwa sababu nikaa napima naenda kliniki mpaka ule muda ukapita. Wakaniambia niende Kajunguti, nikaenda Kajunguti nikapima, wakanipa tarehe za makadirio zikapita. Kwa hiyo wakaniambia kwamba ukiona hizo tarehe zimepita na wiki ya kwanza urudi, kwa maana yake hapo ni kwenda kufanyia operation. Lakini sasa baba baada ya kumpigia simu akaniambia Mungu ananiambia bado wiki 2. Nikakaa nikavumilia ndani ya hizo wiki 2. Wiki ya kwanza ikapita, ya pili ndio hiyo tukawa tumeingiamo. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Kabla ya hapo baba tena nikampigia kutokana kwamba nilikuwa nasikia hali ni mbaya, siwezi kujielewa kikweli. Akaniambia Mungu tu yeye atafanya. Sasa hapo hiyo wiki ya pili ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Nilikuwa nimeenda kwenye maombi. Nikakuta amenipigia baba. Siku ya Ijumaa hiyo jioni natoka kwenye maombi, nikashikwa na uchungu. Mungu akanisaidia siku ya Jumapili ndio nikaa nimepata huyo mtoto. Lakini yeye baba aliniambia kwamba Mungu yeye ataweza kufanya, atafanya yaliyo yake. Na ni kweli Mungu alifanya mpaka nikaweza kupata huyo mtoto. Pigie Yesu tena makofi makubwa. Kama asingelikuwa ni Mungu wa madhabahu hii, yawezekana mpaka sasa hivi asingekuwa amejifungua. Lakini kwa sababu Mungu wa madhabahu hii anajibu kwa wakati na kwa majira, ndio maana sasa hivi anapakata. Haleluya. Haleluya. Mtoto yuko wapi sasa huyo? Watu wanataka kushuhudia ushuhuda ulio halisia. Mtoto yuko wapi uliyejifungua? Mtoto aje bana tumuone huyo. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu baada ya kujifungua kikweli mashambulizi ya kuishia pale.
Sasa wiki ya kwanza nilitoka kweli niliumwa sana. Nikawa nakaa hapo nyumbani, miguu inanivuta kiasi kwamba nasikia nimekosa mawasiliano kwanza kwenye magoti kushuka chini. Yaani nakaa kikweli nalia wiki yote ya kwanza, ya pili. Lakini hiyo wiki ya kwanza nilipokuwa nafumba hivi macho namuona nyoka. Fumba hivi macho namuona nyoka. Mungu akasaidia ilikuwa siku ya Jumamosi asubuhi. Kwa nimekaa hivi na kunywa uji. Kuja kuangalia hivi pembeni nyoka amelala. Nikamwita Mungu akampiga. Hiyo ndani ya wiki ya pili. Ndani ya wiki ya pili ulianza unamuota nyoka anakutokea. Mara kwa mara. Baada ya hapo umekaa ukashtukia uko macho kabisa. Nilikuwa macho bila usingizi. Bila ndoto. Ukamwona nyoka live. Nini kilitokea? Wiki ya pili hiyo. Sasa ile hali ya miguu hivyo mume wangu alipompiga yule nyoka nikasikia kupata nguvu kweli. Yaani nikawa mzima nikaanza kula. Wiki ya pili miguu ikaanza tena kwa inavuta. Kumbe yani ile yale ilikuwa inajitokeza. Sasa hapo naanza tena kuwa naona nyoka. Wiki ya pili hiyo mume wangu alikuwa anaenda kulala. Baadaye akarudi sebuleni pale ambapo nilikuwa nimelala. Na kuja kuangalia hivi nyuma yangu mgongoni nyoka tena. Akampiga na yeye akampeleka nje. Wiki ya tatu hiyo sasa yeye alimuota nyoka, anamuota nyoka. Alipomuota kesho asubuhi akaenda kazini. Usiku alivyorudi anaenda kuoga na enda hivi nje, nyoka tena akamuona akampiga na yeye. Kwa hiyo baada ya kupiga ile nyoka kikweli namshukuru Mungu mpaka sasa hivi ninavyoniona na afya, niko mzima namshukuru Mungu. Na mtoto mwenyewe ndio huyo hapa. Huyo hapa jamani. Si mnamwona sasa watu walioko YouTube wasije wakasema mtoto nani huyo hapa. Mtoto aliyezaliwa. Lakini nyoka. Hizo ni nguvu zote za giza ambazo zilikuwa zinatafuta maisha ya huyo mtu na familia yake ili waweze kufanyaje kufa. Lakini kwa nguvu ya madhabahu hii ninataka kukwambia hivi mpaka sasa wako hai na wataendelea kuwa hai katika jina la Yesu. Na ndivyo hata kwako hivyo kila chochote ambacho kinakusumbua ninataka nikwambie hivi madhabahu hii inatoa majibu kwa wakati. Usiache kuja mahali hapa. Haleluya. Pigie Yesu tena makofi kwa matendo makofi. Ndio nini sasa unawaambia watu wakati unamalizia kufundisha Mungu? Yaani kikweli toka nilikuwa sijawahi kusimama kutoa ushuhuda. Lakini leo nimeamua nisimame nitoe ushuhuda kwa sababu juzi nilipokea simu kutoka nyumbani. Wananiambia kwamba yule adui wa familia naye tufuatilia. Yaani sema kwamba yule mdogo wangu alishikwa mapepo akidai kwamba wakiaka tumemshindwa tutadili na huyu. Kwa hiyo nimepata nguvu ya kujua kwamba kumbe adui yangu ameshindwa toka alipokuwa na uzuia maombi ya mali hapa. Haleluya! Sema adui yangu ameshindwa. Huyo aliyeshindwa mjini na kijijini kwetu lazima ashindwe. Lazima ashindwe. Pokea kwa imani kwa jina la Yesu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa namshukuru Mungu kupitia madhabahu hii. Maana yani nisingekuwa madhabahu ya mali hapa. Kikweli nisingekuwa. Kwa sababu nakumbuka kipindi hicho mimi naenda kuokoka. Nilikuwa nimeweuka chini sijielewi. Mpaka nyumbani walikuwa wanaogopa hata kuniacha mwenyewe. Wasingeweza kunituma hata dukani. Kwa sababu najua kinituma tu nimepita nimeenda. Lakini kwa sasa hivi natoka nakuja kikweli namshukuru Mungu. Na Mungu awabariki sana. Amen. Neno la mwisho kabla hujakabidhi mic. Unawaambia nini sasa watumishi wa Mungu wanaokutazama na wanaokuangalia? Ni kweli ulikuwa kichaa. Sasa ukichaa umekuwa kuaje? Ni baada ya kufika mahali hapo. Unawaambia sasa kitu gani na wao ambacho wanaweza kujifunza? Ni kweli nawaambia kwamba wamtumainie Mungu. Mungu pekee ndiye anayefanya. Amen. Pigia Yesu tena makofi mengi makofi.